Nini kuhusu Manyara Tanzanite Marathon? Hii ni nini hasa? Labda tuiangalie kwa kifupi kwanza hii. Manyara Tanzanite Marathon ni mbio za hisani. Okay. Ambazo zimeandaliwa na mkoa wa Manyara zenye lengo la kuchochea huduma bora kwenye sekta ya afya, haswa kwenye eneo la mama na mtoto. Kwa tumeandaa mbio hizi za hisani maalum kwa ajili ya kuweza kupata fedha ili kuweza kujenga jengo maalumu na la kisasa kabisa la watoto njiti kule mkoa kwetu Manyara kwenye wilaya ya Hanang. Okay. Nini ambacho mmebaini mheshimiwa mkuu? Mpaka mkasema sasa ngoja tuanze na hii Manyara Tanzanite Marathon. Kuna kitu mmekibaini mkasema tuianze kuifanya hii mbio ya hisani ili tutengeneze hiki. Kuna tatizo mmeligundua? Uwepo wa watoto wengi njiti mkoani kwetu. Oh. Na hiyo ndio sababu nimeongozana hapa na Dr. mganga mkuu wa mkoa wetu ambaye yeye sasa anaweza kutuelezea vizuri kitaalamu, lakini sisi tuliona kwamba tuna watoto wengi njiti na ongezeko lao ni kubwa kwa kweli. Kwa hiyo mbali ya juhudi mbalimbali ambazo zinafanywa na serikali, tuliona na sisi kama mkoa tuna kila sababu sasa ya kuja na mpango mzuri wa kuweza kuwasaidia zaidi hawa watoto njiti, ili kama ambavyo umesema hapo, nimependa hiyo heroes watu wapya hawa ili baadaye tuweze kupata wakina Sofia Kesi akisimama hapo anasema msione hivi jamani, mimi nilizaliwa njiti. Wakina Queen wengine baadaye wasema jamani, mimi nilizaliwa njiti. Kwa hiyo na kila sababu ya kujivunia uwekezaji, lakini kazi kubwa ambayo ilifanywa na watu kipindisha kunifanya mimi leo nimeweza kuwa hapa sasa. Kwenye kipande hicho Dr. Method hapa atatusaidia. Dr. karibu. Asante. Mkuu tutarudi kwako. Hebu tuambie hali ikoje? Nadhani kama mnavyofahamu nchi na vile vile mkoa umepiga hatua sana katika kupunguza vifo vya kina mama. Ndiyo. Na mnafahamu Mheshimiwa Rais alipata tuzo kwa sababu hiyo. Lakini eneo ambalo pia kuna mabadiliko makubwa ni katika kupunguza vifo vya watoto. Lakini katika eneo hili tuliona bado kuna uhitaji wa kuendelea kuongeza juhudi ili kuendelea kupunguza vifo zaidi vya watoto. Na ukiangalia sababu zinazosababisha vifo vya watoto, wale ambao wanazaliwa wakiwa njiti ni moja kati ya sababu kwamba wanapoteza sana maisha. Na ukiangalia katika mkoa wetu wa Manyara tuna wastani wa watoto karibu 3000 wanazaliwa njiti kila mwaka. Sasa tukasema hawa watoto njiti ambao wanazaliwa kila mwaka tuangalie ni nini ambacho tutafanya ili kuweza kuboresha maisha yao ili nao waishi na kufikia maisha kama watu wengine. Na katika juhudi hizo ambazo tumeziangalia tukaangazia maeneo kadhaa, kwa sababu serikali imewekeza vizuri sana kwenye miundombinu hususan akina mama kujifungua, theater za kisasa, ward za kisasa katika kila halmashauri. Wana hospitali nzuri yenye hivyo vifaa. Lakini tunasema sasa tuangalie hawa watoto wanapozaliwa, wakizaliwa njiti tunafanya nini? Na ndio Mheshimiwa mkuu wa mkoa na management ya mkoa ikaja na wazo kwamba tuandae kitu ambacho kitawagusa hawa watoto njiti. Na ndio maana tuna hii marathon ambayo kimsingi inakwenda kujenga wodi, lakini kuchangisha fedha kwa ajili ya kununua vifaa tiba katika hospitali zote za wilaya ndani ya mkoa. Na ukiangalia sababu za hawa watoto kuzaliwa njiti, tunasema kimsingi sababu hasa haijulikani kwamba watoto wanazaliwa njiti, lakini kuna viashiria ambavyo tunasema ni viashiria hatarishi au vinavyopelekea. Miongoni mwao unakuta kama mama aliwahi kujifungua mtoto njiti, basi anawezekana akajifungua tena mtoto njiti. Kumbe? Yes. Lakini pia kama mama amejifungua mapema chini ya miaka 17 au tunasema mimba za utotoni, maana yake pia anaweza akajifungua mtoto njiti. Au akiwa na zaidi ya miaka 35. Lakini vingine tunasema ni lifestyle, mtindo wa maisha. Mtindo wa maisha siku hizi kuna watu wanatumia vilevi vinaweza vikamuathiri mtoto, kama uvutaji wa sigara, utumiaji wa pombe kupita kiasi, inaweza kawaathiri ukuaji wa mtoto na matokeo yake akazaliwa njiti. Lakini pia magonjwa yanaweza kusababisha, mfano kisukari, lakini shinikizo la damu likapelekea kifafa cha mimba, mtoto akazaliwa akiwa njiti. Lakini vitu vingine ambavyo vinaweza vikasababisha tunasema kuto kuhudhuria vizuri kliniki ambazo zinatolewa kwa ajili ya kuweza kupimwa, kuangalia kama wana magonjwa ya maambukizi, inaweza ikapelekea pia watoto kuzaliwa njiti.